Karibu tupo mzee wangu. Asante. Zapa hizo. Hapa bana ni maoma tu, mimi mwenyewe naona naumwa tu hapa. Hali yangu kidogo sio shwari. Nimekuja tena. Mwisho wa mwezi ndio huu. Nimekuja kupokea hela yangu. Kodi, Baba, mimi najua ni muungwana sana mzee wangu. Na mvumilivu sana, umevumilia ya kutosha. Ila mzee wangu na hiki kipindi nimeyumba sana, ndo maana umenikuta nyumbani hapa. Siko sawa na dukani, biashara pale haiendi, mambo hayaendi. Yaani sielewi nahisi kama nimerogwa, kama nimechanganyikiwa vile baba mwenye nyumba, sielewi. Nishauri hata kijana wako nielewe na mimi nipate sapampa. Acha maneno mengi. Kipindi cha nyuma uliniambia kwamba umeishiwa hauna hela. Hivi karibuni nimekupigia unaniambia mvua nyingi baba. Mara sijui nini. Hivi karibuni nakupigia haupokei hata simu, ndio maana nimekuja hapa. Hivi uongo wako huu kila siku unandanganya. Nielewe nini? Lakini baba, sipo vizuri sasa hivi. Sipo vizuri sasa hivi kifedha mzee wangu. Nivumilie basi halawi hata wiki moja tu, nipatie wiki moja tu mimi afu nione na kutafutia pesa yako mzee wangu. Yaani siwezi kukusumbua mzee. Nimechoka na uongo wako. Unilipa. Nitakutimua kwenye hii nyumba. Sasa taki uongo wako tena. Yaani mbuzi kamfia kwa muuza supu ndio hapa leo. Hakuna kitu mama. Naomba hebu nione huko mkononi umeficha nini? Hapana mama, hakuna chochote. Hebu naomba fanya hivi niangalie huko mkononi. Hapana mama, hakuna kitu chochote. Nimesema naomba niangalie hivyo mtoto bado uko mbishi. Mwanangu, vipi? Surprise mama. Surprise mama. Vipi ndio unaficha kweli mwanangu? Kaa vipi tu ndiko unaficha huko mkononi? Unajua mama, nilikuwa nataka nikufanyie surprise. Mwanangu asante sana. Ngoja nikuona kukua mwanangu. Haya mama. Niko ndani. Haya mwanangu. Muda ndio huu sasa. Inabidi nifanye kama alivyoniambia mtaalamu. Mbona kama vile nasahau alivyosema. Alisemaje kweli vile? Nimeshakumbuka. Ngoja nifanye hivyo.
naenda kupata mafanikio. Nikifanikiwa, cha kwanza naanza na nini? Hapana. Nikipata mafanikio, nitajua nitaanza na nini. Nimewaiteni hapa. Kikao hichi ni cha dharura. Naona kuna tatizo na ni kubwa sana. Kwa hiyo hapa inabidi tutoe kafara. Naona kwa huyu kijana anaanza kuishiwa nguvu. Kwa hiyo hapa inabidi tutoe kafara. Mkuu, ni kweli. Tuanze kutoa kafara. Majanga ni makubwa yanayotokea. Na hiyo kafara inatakiwa tuanze na wewe. Mkuu, nimefurahi sana kwa kuanza na mimi. Maana kuna mtu anaingia katika njia yangu na ninahitaji nianze na yeye kumtoa kafara. Anaitwa Epi. Epi. Asante Mungu. Baba, wewe ndiye Mungu wa mbinguni, mweza wa kila kitu. Baba, ninamweka binti mikononi mwako na mtakasa hawezi kurudi katika hali yake ya mwanzo. Baba, ninavunja nguvu zote, navunja nguvu za giza, navunja nguvu za radi, navunja nguvu za wachawi, mashetani, mapepo yote. Pepo toka! Pepo toka! Pepo toka! Na kwa Mungu toka katika jina la Yesu. Huyu jamaa anajificha, anajua kuingia mambo ya watu. Sasa ngoja. Na kuna mtu anaingilia njia zangu na atakuwa wa kwanza kumtoa kafara. Joshua. Hebu njoo kwanza, njoo. Vipi lakini? Safi kwema. Kwema tu. Joshua. Naam. Mbona mpongeza deni langu? Nivumilie ndugu yangu, nitakulipa tu hela yako. Joshua. Sasa inapita wiki nzima sasa. Yapaswa wiki nzima hujanilipa deni langu. Na ukiangalia hiyo pesa yenyewe inaitegemea ni msingi wa hiki kibiashara. Unasikia ndugu yangu? Yaani kuna mchongo ambao unausikilizia. Nikiupata kuna nini hapa? Nitakuletea hela yako. Salama zako? Nzuri. Karibu. Zakazi. Nzuri. Kaka bye. Salama. Huyu bwana sawa? Namdai buku langu. Amekopa hapa vitu. Wiki nzima sasa hajaniletea hela yangu. Ananichenga tu, ananikwepa. Kila ninapokutana naye nikimwambia kuhusu swala pesa yangu ananichenga tu. Basi mimi nitamlipia. Unamlipia wewe? Sinibuku. Haya, nitamlipia. Kwa unamjua huyu? Simfahamu. Sinibuku tu kaka. Ni buku. Nipimie kilo moja mchele na maharage nusu. Dada na asante. mkaa wa jela. Hata usijali, ni kawaida. Wewe Joshua, hakikisha siku nyingine unakuja kukopa. Ulipe pesa yangu kwa wakati Joshua. Achana naye. Dada hawa vijana wa mtaani
ukiwaendekeza tu wanakufilisi. Dada, mbona pesa yako haitoshi mahitaji ndio yataja mchele na hii ndio ilikuwa imekuwekea cover. Kwa hiyo imepunguza. Hata sijali. Kwa hiyo kila mchele shilingi ngapi? 1000, 2000 na 100 ngapi? 2000. Ninashangaa wengine wanakuogopa, ila mimi sikuogopi. Muda ule ulinipita, ila nilipokukagua nikajua huna lolote. Amina kabisa. Kwema. Mbona kama unamfahamu? Hata Halafu mpaka vile huyu matukio ni yale yanayojirudia. Kwani kia nikiwasalimia hawanishiki mkono? Okay, basi hamna shida. Mungu atatenda jambo. Ngoja tuone.